Mambo yake mengi. Dakika 33 zimekatika baada ya saa 4 asubuhi tarehe 17 mwezi wa Mei, mtazamaji, mwaka 2025. Mie Omsungu mwelekezi siku zote Hirani Mugaizi Baba Stacy, kipindi babu kubwa dawati la lugha. Upo ama haupo? Unaendelea namna gani? Wengi eneo la magharibi wamo shambani siku ya leo, siku ya Jumamosi. Wengi pia wanaenda kuzikana na hata masuala ya harusi na mambo mengineyo tu. Mtazamaji, karibu tuandamane nawe kwenye kipindi babu kubwa dawati la lugha. Hii leo nimetunukiwa kuwa na mwalimu ambaye atakuwa anajitambulisha kisha baadaye atuambie ametuandalia nini hii leo. Mwalimu, karibu. Shukran kaka. Kwa jina naitwa Mwalimu Hayota, mwalimu wa Christ the King shule ya msingi hapa Bungoma mjini. Aha. Vipi hali zako mwalimu? Hali zangu njema. Naam, ikiwa weekend basi kuna heka nyingi hapa na pale. Lakini tunashukuru Mungu anasaidia tuko salama. Kama kuna siku sipendi mimi ni siku za weekend kwa sababu zina hitaji pesa nyingi sana. Kweli. Lakini ndio hivyo, hatuna cha kufanya, tutakwenda jinsi hali ilivyo. Naam. Karibu sana mwalimu, leo umetuandalia nini? Leo katika shule za mtaala huu mpya, katika shule za msingi mtaala mpya huu, tuna masuala mengi tu. Kuna masuala ya fasihi ambayo yameingizwa katika mwanzo huu wa madarasa au grade za 7, 8 na 9. Kuna fasihi ambapo mwanafunzi anapaswa kuweza kuchambua jinsi ilivyokuwa hapo awali, miaka ya awali, katika vidato vya cha kwanza, pili na 3 na 4 pia katika fasihi. Kwa hivyo leo tumeandaa fasihi, tumeandalia wanafunzi ama watazamaji wetu fasihi, na hasa tuanze kwa labda ufupisho kisha fasihi. Vizuri. Kwa hivyo tuanze wapi? Mwanzo kabisa tutaanza kwa ufupisho. Mtazamaji, mkao wa kula, tuandamane nawe sako kwa bako hadi tamati, unufaike na maelezo ambayo yanaenda kutolewa na mwalimu Amos. Naam, asante kaka. Kwa hivyo wapenzi watazamaji, wanafunzi, walimu wa Kiswahili na wapenzi wa lugha ya Kiswahili, leo tunajiunga hapa, tunabanana hapa kuangalia masuala ya ufupishaji wa makala katika karatasi ya mtihani wa Kiswahili. Kwa hivyo mwanzo kabisa labda tuangalie ufupisho ni nini. Ufupisho ni idadi, kuweza kuweka idadi ama kifungu kirefu fulani katika kuzingatia idadi fulani ya maneno machache, huku ukizingatia kwamba ujumbe uweze kutimizwa katika kifungu hicho. Kwa hivyo ni kutumia maneno machache na kuweza kutimiza ujumbe ambao unapaswa kufikia ama kulenga yule msomaji. Naam. Kwenye ufupisho wapo watu wanaofupisha kitofauti. Kwa mfano wanafupisha kwa herufi, wanafupisha pia kwa kutumia alama tofauti. Sijui ni ufupisho upi ambao unakubalika? Ufupisho, kuna vipengele ambavyo vinazingatiwa katika ufupishaji na ambavyo vinaruhusiwa, hasa mwanafunzi anapoulizwa swali la kufupisha kifungu fulani. Mara nyingi huwa swali hili mtahini huleta kwamba yule ambaye anaweza mwanafunzi kujibu maswali ya ufupishaji aweze kuzingatia idadi fulani ya maneno, na kuna vipengele kadha wa kadha ambavyo mwanafunzi anapaswa kuzingatia. Labda mwanzo moja kwa moja tunaweza anza tu kwa kuangalia kwamba lazima mwanafunzi aweze ule ujumbe, kuzingatia ujumbe katika makala yake ya ufupisho. Ujumbe usiweze
kuweza kwamba umepotoka, mwanafunzi amepotoka katika ufupisho wake. Mazingatizi, ukizingatia makala ya kwanza ama yale makala marefu ya kwanza na ulinganishe na ufupisho wake, basi ujumbe wake uweze kuwa umezingatiwa. Pili pia kaka ni kwamba ama mtazamaji ni kwamba lazima mwanafunzi aweze kuweza asiweke maneno yake, asiongezee maneno yake kwenye kifungu fulani. Na pia tatu, tuseme kwamba mwanafunzi hapaswi ama haruhusiwi kuweza kutumia tuseme vile mapambo yale ya lugha. Na ikiwa katika kifungu kile kirefu cha awali kuna mifano ambayo imeweza kupeanwa, basi mwanafunzi hapaswi kupeana mifano ama kuorodhesha mifano. Aweze kutaja tu ujumbe bila kutaja ile mifano. Kwa mfano, unaweza kwamba katika makala ya awali yule mwandishi ameweza kutaja sehemu fulani kadha wa kadha katika kuorodhesha, basi mwanafunzi hapaswi kutaja ile mifano katika yale makala yake ya ufupishaji. Naam. Tunazungumzia mtihani wa kitaifa ama tunazungumzia tu kufupisha hata mwanafunzi akiwa darasani, kwa sababu kwenye mtihani wa kitaifa mwanafunzi amepewa mtihani na labda kifungu fulani ambacho ni kirefu na ameambiwa kwamba fupisha. Je, kuna ile nakala chafu ambayo mwanafunzi ni lazima aiandike ile nakala chafu ndo sasa atoe pale nakala safi ambayo ni ya ufupisho ama namna gani? Naam, katika mambo ya nakala safi na nakala chafu, pale mwanafunzi lazima azingatie zote. Lazima andike safi, andike chafu, kisha katika ile chafu ndipo aweze kudondoa na kuandika nakala safi ambayo ni fupi sasa. Na kabla ya hilo, kwa hivyo kwa sababu hilo linakuja baada ya haya ya kuzingatia, labda tuseme tu kwamba pia mwanafunzi anapaswa kuandika ufupisho katika njia ya mtiririko. Hapaswi kuandika katika hoja zake kwa kuorodhesha, labda aweze kutaja nambari 1 na 2 na 3. Anapaswa kuandika katika njia ya mfululizo au mtiririko, na iwezekanapo aandike kwa aya moja tu katika makala hayo yote, aweze kuyafupisha katika aya moja. Hiyo itakuwa heri kwa kuzingatia idadi ya maneno, na aweze kutiririsha mawazo yake katika mtiririko au mfululizo, asiweze kuorodhesha, na pia maudhui yawepo na asiweze kutaja mifano, basi atakuwa amefupisha inavyopaswa. Mwalimu, pale kwenye nakala chafu, je, pia huwa inatuzwa alama? Katika nakala chafu na nakala safi, huweza kutuzwa alama, kwa sababu ni kama tu unapofanya hisabati. Lazima uonyeshe mwalimu kwamba umekuwa na uwezo wa kutambua njia ama formula ile ya kuweza kupata jibu lako. Ukiweka tu jibu lako moja kwa moja, basi mwalimu atakuwa na tashwishi kwamba labda hukufuata, labda hata umenakili kazi ya wenyewe. Basi katika Kiswahili na katika ufupishaji, lazima pia mwalimu anatazama umeweza kuandika nakala safi, nakala chafu, na katika kutokana na ile nakala safi chafu, basi ndipo utapata nakala safi. Wakati mwingine yule ambaye yule mtunzi wa ule mtihani anahitaji huyu mwanafunzi ambaye ni mtahiniwa kuandika ama kufupisha kwa kuzingatia maneno fulani, kwa mfano 400, 300, 200. Je, huwa mnapata muda wa kuhakikisha kwamba yale maneno yamegonga ndipo kwa yale maneno 400? Mara nyingi ni kwamba ukiwa mwalimu na una ujuzi wa kusahihisha, umeweza kusahihisha kwa muda mrefu, basi swali hilo la idadi ya maneno huweza tu
mwalimu anapoangalia kazi yako anaweza kukisia tu kwamba hii idadi lazima kulingana na kiwango hiki cha kazi cha mwalimu na hati cha mwanafunzi, na hati pia ukubwa wa hati nyingine ni kubwa, maneno herufi kubwa, wengine wana herufi zao ndogo. Basi mwalimu mwenye ujuzi ama uzoefu wa kusahisha basi atakisia tu, atakadiria tu kwamba idadi hii bila shaka ni ya maneno fulani, kiwango fulani cha maneno yaliyohitajika. Ipo adhabu kwa mtahiniwa endapo atazidisha yale maneno ambayo alihitaji kutumia ama kufikia? Na bila shaka mtahiniwa anapotumia idadi isiyotimia kiwango, basi kuna adhabu ya kuondolewa alama, kiasi cha alama fulani. Na mtahiniwa huyu anapozidisha kile kiwango, basi pia kuna adhabu ile ya kuweza kupokonywa alama fulani. Kwa hivyo kuna adhabu. Alafu mwalimu, wapo wanafunzi fulani, kwa mfano mimi, wakati mwingine yale maneno yangu ni makubwa ukilinganisha na maneno ya mtu fulani kama Hiran. Mimi na maandishi makubwa zaidi, unaelewa ninachosema? Yale maneno 400 ukilinganisha na huyo ambaye maneno yake ni madogo sana ukilinganisha na yangu, labda yake ameandika sentensi nyingi, na mimi labda nimeandika kidogo, ama mimi nimeandika nyingi lakini maneno yangu makubwa zaidi. Kwa hivyo sasa ni jukumu la mwalimu anayesahihisha ajue kwamba hati hii ya mwanafunzi huyu anaandika herufi zake ni kubwa. Kwa hivyo ni jukumu lake akisia kwamba haya ni makubwa, basi herufi hizi kubwa zitaweza kuchukua urefu ama urefu wa ukurasa, kazi yake itakuwa urefu kiasi fulani. Na haya madogo yakifika kiwango fulani, basi idadi ya mistari katika ukurasa, basi atajua kwamba idadi fulani imeweza kuzingatiwa. Na bila shaka kaka, pia nimetaka pia mtazamaji na mwanafunzi ambaye yeyote ambaye anatutazama aweze pia, kuna zile hatua, kuna yale maswali ya hatua za kuweza kujibu swali hilo la ufupishaji. Kwa hivyo ni vizuri pia tuangalie hatua hizo. Tuangazie hapo mwalimu. Naam. Kwanza kabisa, mwanafunzi anapopewa swali hili la ufupishaji, kuna hatua ambazo anapaswa kufuata, na hatua hizi humwelekeza katika kuzoa alama inayostahili katika swali hili la ufupisho. Kwa hivyo mwanzo kabisa mwanafunzi anafaa kusoma kisa, kuweza kusoma mada ya kifungu chenyewe. Akisha soma mada, basi ataelewa kifungu hichi kinahusu nini, hasa kinahitaji nini. Naam. Je, ni maudhui yapi hapo katika kifungu kile? Ni maudhui ni mambo ya masuala ya shuleni ama masuala ya hospitalini, masuala ya mazingira, siasa, mambo ya uchumi ama kadhalika. Kwa hivyo akisha soma kifungu ama mada ya kifungu chenyewe, basi awe na ule uwezo au mwao wa kifungu, basi anaweza moja kwa moja kusoma kifungu chote kuanzia aya ya kwanza hadi neno la kwanza hadi neno la mwisho. Ufululizaji wa kusoma huku kunaweza kumpa mwao yule msomaji au mwanafunzi kuweza kutathmini maudhui yaliyo katika kifungu chenyewe na wahusika, jinsi wahusika hao wameweza kutumika ama kuweza kuwasilisha maudhui au ujumbe katika kifungu chenyewe. Baada ya kusoma kifungu chenyewe moja aya ya kwanza hadi aya ya pili, basi mwanafunzi huyu ana ruhusa ya kuweza kuanza kuandika labda makala yake, yale nakala chafu na nakala safi. Bila shaka akianza na nakala chafu. Sawa kaka. Labda mwalimu papo hapo, mwanafunzi anastahili kusoma mara ngapi? Kwa sababu wapo wanafunzi ambao ni wakadri, unaelewa? Yule ambaye mwalimu lazima azungumza akirudia ndio mwanafunzi ashike kitu. Kama mimi tu huwezi zungumza mara moja alafu nishike. Wapo wanafunzi kama hao kwenye darasa. Na labda mwanafunzi kwa kuelewa labda lile fungu ndo
ajibu swali anastahili kusoma mara ngapi ndo sasa ajibu swali lile? Mara kwa mara huwa tunawaelekeza wanafunzi kwamba akisha soma mara ya kwanza basi azonge moja kwa moja hadi kwenye maswali. Ikiwa kuna maswali basi aangalie hili swali lina haya maswali yanayofuata ya ufupishaji yanauliza nini. Kumbuka kwamba amesoma mara ya kwanza moja tu, mara moja. Kwa hivyo baada ya hiyo mara moja basi asonge kwenye maswali. Umuhimu wa kusoma maswali ni kwamba aweze kuoanisha maswali haya ameweza kuyasoma wapi katika kifungu chenyewe. Na baada ya kusoma haya maswali yatampa ari ile ya kutaka sasa kusoma sasa kwa makini zaidi kwenye kifungu cha awali kile, kutafuta hasa majibu haya yameweza kubanwa wapi na mwandishi ama mtahini yule. Na swali lako zuri, yule anayetutazama, mwanafunzi na mwalimu na mpenzi wa Kiswahili, ni kwamba baada ya kusoma hayo maswali basi mwanafunzi anaweza kurejea katika kifungu chenyewe. Unavyosema kaka kwamba kuna wengine ambao anafaa kusoma zaidi ya mara moja ndipo aweze kukielewa kifungu vizuri. Atarejea katika kifungu chenyewe kisha aweze kusoma tena kwa mara ya pili, huku akidondoa zile hoja kuu kwenye kifungu. Labda mwalimu, swali hili mara nyingi huwa la alama ngapi? Swali la ufupisho. Katika shule hizi za msingi, shule za upili awali, swali hili linapewa alama 10 kwa ujumla. Swali alama 10, na unajua kwamba alama 10 ni muhimu sana pia katika mwanafunzi kuweka kibindoni. Ni alama nzuri tu za kuweza kujangizana na kutimiza kiwango kizuri. Na nilivyokuwa naeleza kwamba anaporudia ile sehemu ya pili kusoma kifungu chenyewe, adondoe zile hoja kuu. Baada ya kutoa hoja kuu hizi zinaweza kuwa labda mwanafunzi aweze kutambua wahusika ni kina nani na maudhui yapi yanayozingatiwa katika kifungu chenyewe, na mandhari ni yapi, mandhari ya kifungu. Mandhari, tunapozungumzia mandhari tunaeleza ama tunahusisha mahali ambapo matukio yametokea na ni wakati gani ambapo matukio yenyewe yametokea. Kwa hivyo akishajua mwanafunzi kifungu hichi, mandhari, wahusika wamebeba ujumbe gani na maudhui yapi yameweza kuzingatiwa na mwandishi, na pia mwandishi mwenyewe wa kifungu ana dhamira gani alipoandika katika kifungu chenyewe, basi mwanafunzi atakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kulijibu hilo swali. Hatua inayofuata baada ya kudondoa zile hoja kuu katika kifungu chenyewe ni kwamba mwanafunzi anashauriwa kuweza kuandika kifungu ile tuliyosema kwamba ni nakala chafu, akitumia kiwango chake cha maneno katika nakala chafu, na pia akitumia lugha yake. Kumbuka kwamba mwanafunzi anapaswa kuandika kwa kutumia lugha yake, hapaswi kunakili moja kwa moja kutoka maneno yaliyotumika katika kifungu. Aweze kuyaweka katika lugha nadhari, lugha inayoeleweka kwa urahisi na anayoelewa yeye. Cha msingi tu ni kwamba aweze kuzingatia ujumbe kutoka katika kifungu kile cha awali. Kisha anapoandika nakala yake chafu na idadi yake ya maneno, anaweza kurejea katika ile idadi kwa kuzingatia swali, ama swali linahitaji idadi gani. Alafu katika nakala chafu ile kuweza kunadhifisha, kuweza kutoa yale, labda kuna mifano, aweze kudondoa, kuhakikisha kwamba maudhui yote yameweza kuzingatiwa, aweze kupunguza idadi ya maneno labda ikilazimika, na aweze kuongeza ikiwa idadi ile haitoshelezi kiwango kilichoulizwa katika swali. Mtego huwa wapi kwenye swali la ufupisho? Mitego huwa wapi mwalimu? Haswa kwa mtahiniwa.
Mtahiniwa, kwenye swali hilo, labda mitego ambayo huwa labda mtahini anaiangalia anaposahihisha ni moja tulipotaja kwamba idadi ya maneno. Pia sana aweze kuangalia kama kuna maudhui. Je, hoja zilizoandikwa katika kifungu kile cha awali zote zimezingatiwa katika ufupisho? Basi anapozingatia pale kwamba kuna hoja kuu au maudhui yameweza kulengwa katika kifungu cha ufupishaji, basi na idadi, basi mwanafunzi huyo ako sawa. Pia tunaangalia nakala hii, mambo yake haya ni yanaonekana unadhifu wa kazi tu. Unadhifu wa kazi, hati yake. Kumbuka kwamba lazima mwanafunzi anayeandika kazi yake safi, hati yake inavutia msahihishaji, basi ataweza kuzoa alama inayostahili. Mwalimu, kuna mtu ana hoja nzuri anaandika pale, lakini Kiswahili chake si kizuri, hana kile Kiswahili mufti. Je, wanazingatia hayo? Katika ufupishaji kama tu makala yoyote ya Kiswahili, lazima ile sehemu ya usahihi wa lugha yako. Je, lugha hii unayotumia ni sanifu? Na je, umeweza kuakifisha inavyopaswa? Kwa hivyo ngeli, je, unavyosema ngeli. Unasema kwamba katika Kiswahili asiyejua ngeli basi ajui Kiswahili. Je, ngeli ya maneno yako ama mfululizo wa maneno yako ulioandika, kuna ngeli imezingatiwa ya maneno uliyotumia? Ikiwa kuna dosari katika ngeli, dosari iwepo katika labda maendelezo, dosari iwepo katika uakifishaji, basi kuna kiwango fulani cha alama ambacho mwanafunzi huyu ataweza kuadhibiwa kwa kupokonywa. Naam. Vizuri. Mtazamaji, ndo hayo ya mwalimu. Amezungumza vizuri sana na akawa ni mwenye kufafanua jinsi ambavyo inastahili. Nafikiria na uhakika kwamba wewe unayetizama, uwe mwalimu, uwe mwanafunzi ama mpenzi wa lugha ya Kiswahili, nafikiria kwamba umefaidika kwa jambo moja ama jingine. Mwalimu, twende kwenye sijui kama pale umesadia na labda maelezo fulani. Labda nikimalizia tu na katika ufupishaji, kabla ya kumaliza, ni kwamba baada ya mwanafunzi huyu kujua kwamba idadi iko sawa, lugha yake iko sawa iliyotumika, basi mwisho kabisa anafaa basi kuandika nakala safi alivyoandika, atumie kiwango kizuri ama kinachohitajika. Baadaye mwisho kabisa aweze kutumia ama kupitia makala yake. Na kumbuka kwamba mwanafunzi anapoandika ufupishaji lazima atumie viunganishi katika kuweza kuleta ule mtiririko. Akisha kwamba ametumia mtiririko ipasavyo, maneno yameshikana ipasavyo, basi kuna mfululizo wa anayesoma yeyote anaweza elewa kuna ujumbe ulipo, basi apitie makala yake, akirekebisha chochote kilicho hapo, basi ako sawa kuwasilisha kazi yake na inaweza kusahihishwa na tuzo ya alama inayostahili. Ndio hayo mtazamaji, dakika 3 peke yake zinazosalia kuingia saa 5 asubuhi. Kipindi ni Dawati la Lugha. Ninahisi kwamba unaendelea kufaidika jinsi inavyostahili. Mwalimu, sijui sasa tuvuke wapi? Labda tuangalie fasihi. Fasihi imewekwa katika shule za msingi awali na ni